Akihojiwa na mahakama ya Kisii, mtoto Sagini ameambia mahakama kuwa nyanyake Rael Nyakerario ndiye aliyemng'oa macho kwa kutumia mikono. Alex Ochogo, Rael Nyakerario pamoja na Pacifica Nyakerario walishtakiwa kwa kumng'oa macho bibi Sagini mnamo Disemba tarehe 13 mwaka 2022. Watatu hao walishtakiwa Jumatano Januari tarehe 18 kwa kosa la kujaribu kuua baada ya kufika mbele hakimu kazi mkuu Chris Nogweno katika mahakama ya Kisii. Extent of the defined parameters as set out by Ms. Sandukiri. Wakati wa kumhoji, Sagini alisema kuwa nyanyake ndiye aliyemng'oa macho kwa kutumia mikono na kumtupa kwenye shamba la mahindi. Dadake Sagini vilevile aliambia mahakama kuwa mnamo tarehe 13 Disemba mwaka 2022 walienda mtoni kuchota maji kama kawaida, ambapo Sagini hakufika kwa sababu alipoteza chombo cha kuchotea maji. Waliendelea na shughuli zao za kila siku, na siku iliyofuata mtu mmoja aliwaambia na kumwambia nyanyake kuwa mtoto Sagini yupo kwenye shamba la mahindi. Walienda kumpekua na baadaye maafisa wa polisi walikuja na kumpeleka mtoto hospitalini ili kutibiwa. Just ask him, I want him to kama anajua Pacifica. Daniel Nyameino ambaye ni daktari kwa hospitali ya rufaa ya mafunzo Kisii, wakati uchunguzi alisema kuwa alipokea ripoti ya matibabu tarehe 29 Disemba mwaka 2022 kutoka kituo cha polisi cha Rioma, mtoto Sagini akiwa na miaka 3. Baada ya kumchunguza mtoto Sagini, alisema kuwa alikuwa na alama za mikwaruzo na huenda zilisababishwa na zaidi ya mtu mmoja na kupata majeraha mabaya. Kulingana na yeye, macho yalikuwa yametoka, kope zilikuwa giza na kulikuwa na kuvuja kama marashi kutoka kwa macho. Alitenganisha kope na kufunga bendeji machoni. Alisema zaidi kuwa mtoto Sagini alikuwa na jeraha chini ya jicho la kulia urefu wa sentimita 1 na alama za mikwaruzo kwenye magoti. Nyameino zaidi aliambia mahakama kuwa majeraha hayo yalitokana na kitu chenye ncha kali. This is a big reform medical examination report. Which I did on the 29th of December 2022. Image was referred from the Rioma police station. The intermediary has been his primary caregiver. I will allow the said witness to give her evidence, not as an intermediary, but as a minor's primary caregiver. The court, in its final determination, will make a decision on the probative value to be attached to her witness, to her evidence. Kesi hiyo itaendelea Machi tarehe 17 mwaka huu na kusikilizwa kwa mwisho kutakuwa Machi tarehe 24. So we proceed for hearing on the 17th of March with the evidence of the investigating officer and the arresting officer. And on 24th of March, we proceed to the scene for evidence of the last witness. I think we've done a lot. Edwin Mokaya, Agr Kisii.